mno umwami Wanyonyi, mlembe bosi, mlembe khandi. Ninafuraha kuwa hapa na nyinyi. Wengi wenu nimemuona, tumekuwa pamoja hii miaka yote. Lakini saa ngine kama viongozi paka tuwe na huzuni. Mimi niliingia siasa mwaka wa 2002. Nikiwa karibu sana na Wamalu wa kijana. Wamalu wa kijana ndiye aliniingiza kwa siasa kwa chama cha Ford Kenya. Alikuwa rafiki yangu, kuja kule nyumbani kwetu Butere kunitembelea, na pia mahali nilikuwa nafanya kazi kule airport Kenya Aerotech. Nikachakuliwa 2002. Bahati mbaya Wamalu wakaenda. Katika Fort Kenya tukawa na kuu. Bwana Kombo ndiye alikuwa chairman, vice chairman, akachukua. Lakini wakatangula kaja kuu. Hiyo ndio ilileta mambo. Hiyo ndio sasa ilifanya sisi tukatoka. Kwa sababu tulikuwa wafuasi wa Kombo. Sasa mjue. Na Wamalu walikuwa wameenda. Na Wamalu hawakuwa na ukabila wowote kama Raila Amolo Odinga. Ndio mimi 2005 nikaamua tuungane na Raila Amolo Odinga. Na kabla kuungana na yeye nilienda kuongea na watu wangu wa Butere kwa sababu nilikuwa mbunge huko. Na wakasema sasa njia vile hii mambo ya Ford Kenya inaendelea, ingia hapa. Nikaingia. Na unaona 2007 tukawa na majority ODM hapa. Kwa sababu wakati huo Raila alikuwa amesimama kama presidential candidate kwa ODM. Tukawa na majority hapa. 2013 Musalia akasimama kuwa president. Huyu Raila aliniambia, Oparanya wewe utaweza kule kweli kama umekatalia ODM. Si Fort Kenya si kwa NC ilikuwa UDF. Wewe utaweza mambo ya UDF? Nikasema nitaweza. Kwa sababu nimesema kila mara, ukitaka kutafuta mbuta, unajua tuna visiwi Amayabo, Litiba, na tuna ocean. Wenye mbuta utiokhaba yena. Nwenye omena. So ni kawaida. Sasa nyinyi Waluhya mkitaka kuwa president, mtakuwa president mwiya. Baka mkabena. Ndio kwa sababu tunasema tuwe chama kubwa. Wacha tupikanie hapa. Sisi sote tuko marafiki. Kama Wanyonyi amepata, Oparanya amefanya nini? Kama Sifuna amepata, Oparanya amefanya nini? Hivyo. Kwa sababu huyu Wanyonyi akisimama Nairobi, wale Bukusu wako Nairobi peke yake hawezi kupitisha yeye kura. Huyo Sifuna akisimama, Sifuna alipata karibu kura 600,000. Wabukusu peke yake hawezi kumpitisha. Tukiwa kule tunakaa pamoja kama Waluhya. Na tukija hapa shida ni nini? Hizi kaunti zote za Western zilikuwa blue. Hapa ndi yellow, hapa peke yake. Sijui mnapata nafuu kutoka kwa hii serikali kwa sababu Wetangula Moses ni speaker. Na yeye si speaker wa kwanza. Tulikuwa na Marende, Kenneth Marende. Speaker ataleta nini? Hiyo ni kazi yake tu. Hiyo ni tumbo ya. Sasa anachikilia hawa wabunge 5. Omai chino ne chief.
Kwa sababu ya tumbo ya because hao watu watano watakupeleka wapi? Na hii ndio ukweli wa mambo. Wakisimama hapa wanasema Fort Kenya ni hapa Bukusu, ni yetu, mukatalie. Sasa mukatalie mwende wapi na watu watano? Nataka nimuulize, hii ndio ukweli wa mambo. Msio hapa mnatanganya na shenyu saa hii, na shenyu nyinyi watu wa Fort Kenya mnanunua petroli chipa kuliko sisi watu wa ODM. Ati na shenyu unga iko chini kwa sababu nyinyi ni Fort Kenya. Na nyinyi mko na speaker hapa wa National Assembly. Tuachane na haya mambo. Tuangalie mahali sisi Waluhya tunaweza kwenda mbele. I like Tim Wanyonyi. Wakati tulienda State House na akaambiwa step down awe running mate, alikubali. Lakini kufika usiku akanipikia simu akasema sitaki running mate kwa sababu najua huyu mtu anaenda kuanguka. Ambia Raila Amolo Odinga mimi nirudi Westlands. Hiyo ilikuwa mpango mzuri, kumbe angekuwa kwa hewa. Saa hii angekuwa kwa hewa. Kwa hivyo ababuku subanje abasiani befu na bakana befu tufanyie pamoja. Tuje pamoja na tuangalie mbele. We are building other leaders as we retire. Wakina Spuna ndio hawa. We are building them as we move. Wakina Wanjala, we are building them as we retire. Na hawa wanachukua hapo wanaendelea. Lakini mkue kwa ocean. Tutafute mbuta wapi? Kwa ocean. Pano chako khabo mena muitiba mnovolanga mimi nitakuwa president. Hata saa hii wanaanza kumtanganya hao wanaweza kuwa na president na watu ngapi? Karibu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Haya, twende. Haya, kama unapenda baba kofia kwa hewa. Kama beka. Seli wafumanga mahuanga ku. Hey. Shangwe vigelegele. Haya, onyesha baba kofia. Hey. Alimo sindu.